Kwa muda wa siku 3, Shirika la Viwango Tanzania limekuwa likipita maeneo mbalimbali ya jiji la Dodoma tukitoa elimu kuhusiana na matumizi holela ya pombe. Tunaposema matumizi holela ya pombe ni matumizi yasiyokuwa na staa, matumizi ya pombe kupitiliza kiasi ambayo yanapelekea kuleta madhara ya kiafya, madhara ya kiuchumi na madhara ya kijamii kwa ujumla wake. Hivyo basi tulipita katika mikoa 10 nchi nzima, halmashauri 15, tukifanya mahojiano na wale watu ambao wanatumia pombe, lakini tukifanya majadiliano ya vikundi vile vile kwa lengo la kupata taarifa. Na hii iliambatana na uchukuaji wa sampuli za pombe kali. Tulichukua sampuli takriban 393 za pombe kali, tukazipeleka maabara ya Shirika la Viwango Tanzania makao makuu Dar es Salaam na kuzipima pombe husika kuangalia kama kweli zinakidhi mahitaji ya viwango. Matokeo utafiti ule yalionyesha kwamba asilimia takriban 92 za pombe zote ambazo zilichukuliwa katika soko zilikidhi vigezo vya ubora, na ni asilimia chache tu kama 8 ambayo ilionekana havikukidhi vigezo vya ubora katika kiwango cha kiasi cha pombe. Na ninaposema kiasi cha pombe, kama tulisema kinywaji hichi kiwe na pombe asilimia 20, unakuta kina kiasi cha pombe asilimia 16. Na kimsingi kiwango cha pombe kimepungua, na kwa kupungua kiwango kile hakuna madhara ya kiafya kwa watumiaji. Na grupu ambalo limeonekana linakunywa pombe kupita kiasi ni wanaume. Takriban asilimia 83 ya wanaume walionekana wanapenda sana kunywa pombe, hasa pombe kali. Na kiwango cha rika ambalo wanakunywa sana pombe kilichoongoza ni kuanzia miaka 18 mpaka 35, ikifuatiwa na miaka 36 mpaka 60. Kwa hiyo jamii kwa ujumla wote wanakunywa pombe. Na unywaji wa pombe wanaokunywa ni unywaji wa pombe kupitiliza kiasi. Mtu anaamka asubuhi anakunywa pombe mpaka jioni. Kwa hiyo TBS pamoja na wadau wengine wa serikali kaja na mpango mkakati wa kuhakikisha tunatoa elimu kwa umma kupunguza madhara ya kiafya, kiuchumi na kijamii yatokanayo na matumizi ya pombe. Iko mipango mikakati mingi, ikiwemo mpango mkakati wa kuhakikisha tunasimamia sheria ya vileo, sheria ya mwaka 1968 ambayo inasimamia utengenezaji, uuzaji na usambazaji wa pombe kwa ujumla. Swala la usalama wa chakula ni jukumu la kila mtu. Kwenye chakula mpaka kikufikie mkononi, kina mnyororo wa watu kadhaa wanaohusika nacho. Kama sio mkulima shambani, basi ni mtengenezaji, lakini pia ikitoka hapo tupo sisi wa katikati ambao kazi yetu ni kuhakikisha usalama, lakini wa mwisho ni wewe mtumiaji. Zile taarifa zilizowekwa kwenye vyakula ni wajibu wetu. Sasa tunapokuwa walaji, lazima nisome zile taarifa zilizowekwa ili ninapoamua kununua chakula A, ninakuwa ninafanya maamuzi ambayo ninafahamu kwamba nimenunua chakula hiki, kimetengenezwa kwa kutumia hiki, muda wake wa matumizi uko sahihi, uko ndani ya wakati unaotakiwa au la. Huo ni wajibu. Kwa hiyo kama ambavyo umeona, wote watatu tuna wajibu wetu katika kutekeleza hayo. TBS tupo, lakini kuna wakati tunaweza tusiwepo kila mahali, hatuwezi kuwepo pia kwenye kila duka kila wakati kila siku. Ndio maana wewe mlaji pia tunakupa hii elimu ili unapoenda kutumia bidhaa uwe unauelewa utakao kuwezesha kufanya maamuzi sahihi dhidi ya ile bidhaa ambayo unataka kutumia.